Haleluya. Bwana asifiwe. Karibu tena wasikizaji wangu kwenye somo la leo. Nalo linatoka katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 18. Linasema hivi: ikiwa inawezekana kwa upande wenu, kaeni katika amani na watu wote. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru. Leo ni siku nyingine tena umefanya tukafurahi na kushangilia ndani mwako. Mie nimekuja mbele zako tayari kuwasilisha ujumbe wako kwa watu wako. Nitumie utakavyo kwa utukufu wako. Wacha malengo yako yatimie, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Neno la Mungu leo linatuelekeza katika somo linalohusiana na amani. Amani ni kitu kizuri. Kukaa katika utulivu mkisikizana na wenzako ni jambo linalofurahisha. Kuna watu wengi maishani mwao wangependa maisha matulivu, lakini mahali ambapo wanajipata kwamba wanaishi, wanapata kuna yule ambaye hapendi amani hata. Kila mara ugomvi, kila mara kisirani, kila mara kuchanganyisha akili ya watu, anakoroka huyu, anatenga huyu na yule na huyu na yule. Yani anakosesha wale ambao hawapendi maisha ya furugu, anawakosesha amani. Kwa hivyo maisha ya namna hiyo si mazuri, haswa kwa Mkristo, haswa kwa mtu ambaye anamjua Mungu. Usiwe mchonganishi anayechonganisha watu. Usiwe mtu ambaye anafanya watu wapigane. Usiwe mtu ambaye anafanya watu waishi maisha kana kwamba wewe ndio uliye na uhai wao. Haleluya. Neno la Mungu linasema kama inawezekana kwa upande wenu. Sijui kwako wewe, lakini kama inawezekana kwa upande wako mpendwa, wewe dada, wewe ndugu, wewe mzee, wewe mama, tafuta kukaa na amani. Kama inawezekana kwa upande wako, usijaribu kukosesha watu amani. Kila wakati unatoa neno kwa nyumba hii, unapeleka kwa ile. Unatoa katika afisi hii, unaipeleka kwa ile. Unasema fulani sijui amefanya nini, fulani sijui amefanya nini. Unataka tu watu wakosane. Utapata nini watu wakikosana mpendwa? Mbona usikue mtu ambaye unataka kupatanisha watu? Hautaki kuitwa mwana wa Mungu? Mpatanishi ataitwa mwana wa Mungu. Na wewe unataka kuitwa mwana wa nani? Kwani wataka kuwa mwana wa shetani? Kama inawezekana kwa upande wako, usiangalia wengine hao na wale wengine. Wewe binafsi, kama inawezekana kwa upande wako, tafuta kukaa na amani na watu wote. Haleluya. Kuwa mtu wa kupenda watu, kuwa mtu wa kukaribisha watu, kuwa mtu wa kusaidia watu. Uwe mtu ambaye unatafuta kufanya watu wakapate kuishi maisha ambayo hayana furugu. Haleluya. Ukipata watu wanapigana, unawatenganisha, unawashauri. Ukipata watu wanasengenya wengine, unawakataza kwamba haya maneno hayafai. Usiingie katika baraza la watu wanazungumza juu ya swala fulani haulijui, na wewe unaingilia, unaanza kulizungumza. Itakukosesha nafasi katika ufalme wa mbinguni. Wale ambao wanahitaji kuingia ufalme wa mbinguni ni wale ambao wanatafuta amani. Ukitaka amani, na ukipata amani umepata Yesu. Maana Yesu ndiye alitangazwa katika Isaya kwamba ni mfalme wa amani. Haleluya. Huyo aliyekuwa anakuja kuzaliwa ni mfalme wa amani. Alizaliwa, akaishi duniani, akafanya huduma yake kwa miaka 3.5 na aliishi hapa duniani. Hakukosanisha watu, alipatanisha watu. Mfalme wa amani. Ukipata Yesu umepata amani. Ukiwa na Yesu hawezi kuvuruga watu. Huwezi kukejeli watu. Huwezi kutishia maisha ya watu. Huwezi kupomoa ndoa za watu kwa maneno ya kuchonganisha. Hauwezi kufanya mwingine afutwe kazi kwa sababu ya yale maneno yako pere. Vitina tu, masengenyo tu, chuki ndio tele. Unatafuta amani. Tafuta Yesu. Ukipata Yesu utakuwa mtu ambaye umejawa na amani, na utasababisha mazingira yako, nyumbani kwako ama kazini kwako, kuwe na amani. Haleluya. Kuna watu wengine hata wakiingia nyumbani tu,
kila mmoja, mama watoto wanaenda kujificha, au baba na watoto wanaenda kujificha na wafanyikazi wengine, kwa sababu mama amekuja. Akikuja amani inapotea, au baba anakuja, akikuja amani inapotea. Tafuta Yesu. Ukimpata Yesu, utakuwa umepata mfalme wa amani ndani mwako, nawe kila mara popote utakapokaa utakuwa mtu wa kudumisha amani. Kama inawezekana kwa upande wako, dumisha amani na watu wote. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa huyu msikilizaji na mtazamaji, kwa sababu ya neno hili. Pia Bwana, na mie mtumishi wako umenitumia kwa jinsi utakavyo Bwana. Neno hili litie uhai, likasababishe jambo jipya ndani ya maisha ya watu, wakatafute wewe mfalme wa amani, wakupokee. Na wakikupokea wewe mfalme, mazingira yao yawe na amani, na wewe watu ambao wanasababisha amani popote wanapoenda, ili kuwe na utulivu ulimwenguni kote. Jina lako likatukuzwe, jina lako lisifiwe. Katika jina la Yesu naomba. Amen.